Naam, hii ni MTV Online inayokutangazia kutoka mashariki mwa Kongo, eneo la Waswahili. Jina langu ni Tryphon Odas, na leo ikiwa ni Novemba 4 ya mwaka 2025. Taarifa kuu siku ya leo ni mgomo wa kutofanya kazi na shughuli nyingine zimekuendelea huko Oicha wilayani Beni. Mgomo unaendelea kabisa. Hali ya wafungwa katika magereza mbalimbali nchini DRC yaleta wasiwasi kwa wafungwa, hasa katika mji wa Butembo. Naam, ni hayo tu kati ya yale mengi tulionayo. Karibu. Na bila kuchelewa tunaanzia huko DRC ambako mgomo wa kutofanya kazi umeendelea katika mji wa Oicha wilayani Beni, Kivu Kaskazini, shughuli zote zikiwa zimekwama. Isaac Kavalami, mkuu wa kiongozi wa shirika la kiraia katika mji wa Oicha wilayani Beni, anafafanua. Asante sana. Mgomo unaendelea kabisa, na sasa hakuna hata nyumba moja ya biashara ama waendesha pikipiki ama gari hata moja inayopita. Mwingine huko kimya, raia wamebaki nyumbani. Wanasema wanapenda government ya Kongo kupitia wale wanaohusika na usalama waweze kumbadilisha mama anayeongoza mji wa Oicha, na waweze kumbadilisha huyu anayehusika na polisi, kwa sababu ni yeye anayechunga wale maaskari polisi ambao wanapaswa kutuletea usalama. Tukisema mgomo unaendelea, hakuna kazi yoyote na watu wanabakia nyumbani. Hakuna shule, hakuna hata mkulima kuenda shambani. Raia yote kabisa ni upweke, mgine huko kimya, hakuna kazi kabisa ndugu yangu. Viongozi tunawasubiria kwa sababu ni kitu moja tu ambacho raia inaomba, na viongozi wao wakiendelea kutokusikia raia, wanatesa au wenyewe raia, kwa sababu raia yao peke na waambia kusema mtubadilishie huyu mtu. Lakini kwa sasa tunaendelea kusubiria majibu yao ili waweze kusaidia na kujibia hitaji la raia. Imeonekana kwa kufuatilia, huyu aliyekuwa wa polisi wa mji wa Oicha ameweza kubadilishwa. Tunangali naendelea kufuatilia kama ni ukweli, na ni kusema tunaendelea kuchunga wambadilishe pia mama, na hali ya usalama ama hali ya kazi yaanze tena kukua kama kawaida. Ndio, hakuna kupita kabisa. Na hawa wataximena ama waendesha pikipiki wote wameacha pikipiki zao nyumbani. Unajua gisi ni wengi zaidi, lakini nao wamesema hapo tuheshimu namna yetu ya amani kuomba government itusikilize. Lakini isiposikia sauti ya raia, tutaendelesha kupandisha sauti na namna zingine ili tusikilike. Na mtu kitoka huko Oiche tunakwenda Uvira ambako wapiganaji 13 wa kundi la Twirwaneho linalosaidiana na wana mapinduzi wa AFC M23 kutokea Lugezi huko Minembwe tarafani Fizi wamejisalimisha kwa jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kufikishwa kwenye makao makuu ya operation za kivita Skulo ya pili huko Uvira Kusini. Thomas Batangalwa na taarifa zaidi. Luteni Mbui Kalonjirigen, msemaji wa sekta operesheni za kivita Sokola ya pili kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini, amethibitisha kuwa ni tangu Jumamosi tarehe 1 Novemba ambapo wapiganaji 13 wa AFC M23 winga wa Twirwaneho walijisalimisha kwenye jeshi la taifa la Kongo FARDC mjini Uvira. Oui, ile information iko ya kweli. Banduku wetu ya ba Twirwaneho banakana décision à me rendre auprès FARDC. Banambiaka les semaines qu'ils ont passé de l'autre côté, bana passé ba moment ya nguvu, ma moment difficile, bana décidé bana kamata décision ya kurendre auprès des FARDC pour reprendre leur vie normale. Idadi hiyo ya 13 imeongezeka kwa wengine 19 waliojiripoti kwa awamu 3 tofauti kama alivyosema msemaji wa FARDC winga huo. La première vague, ils étaient au nombre de 4. La deuxième vague, si j'ai une bonne mémoire, ils étaient au nombre de 7. Et la troisième vague, ils étaient au nombre de 8. Et la quatrième vague, comme vous l'avez constaté, ils sont au nombre de 13. Awamu ya kwanza walikuwa 4, ya pili wapiganaji wengine 7, awamu ya 3 wapiganaji 8 na awamu ya 4 wapiganaji 13, ikifanya jumla ya idadi ya wapiganaji 32 waliojiripoti. Tulitamani kujua sheria ya kijeshi inasemaje na mpango wa Edikote operesheni za kivita Sokola ya pili ni upi kuhusu wapiganaji hao waliojiripoti. Si ce sont des militaires, nous allons les réintégrer
intégrer dans nos services de sécurité. Si ce sont des civils, nous allons les orienter dans le service de PDDRCS qui s'occupe des réintégrations communautaires et ils retournent dans leur vie normale comme civils afin de reprendre leurs activités normalement. Kamanda wa operesheni za kivita Sokola ya pili kusini mwa Kivu Kusini, General Brigadier Chiviri Hamuli alipongeza hatua ya vijana hao waliokimbia winga wa M23 na kuja kwa upande wa FARDC, pia akiomba wengine wanaosalia kufuata mkondo huo. Anadhibitisha hapa msemaji wake. Aux jeunes qui traînent encore le pas dans ces mouvements-là, Twirwaneho, Red Tabara, Ngumino, de pouvoir se désolidariser de ces mouvements insurrectionnels, parce que ces mouvements actuellement ne sont qu'une coquille vide. Si vous pouvez constater, c'est la raison pour laquelle les jeunes qui sont conscients de leur état commencent déjà à se rendre auprès des FARDC. Raison pour laquelle nous conscientisons encore d'autres jeunes qui sont encore dans ces mouvements de se désolidariser. Il est encore temps de rejoindre le camp de la patrie. Vyanzo vingine usema kuwa Twirwaneho ilisajili vijana wengi wa Minembwe na viunga vyake kimabavu na kuwaingiza jeshini, na baadhi ya wanaotoroka ni raia ambao hawakufurahia kusalia upande wa M23 misituni kwa winga wa Twirwaneho. Nimemuuliza msemaji wa operesheni za kivita Sokola ya pili walisomaje vijana hao 32. Oui, comme la dernière, la récente vague qui vient de se rendre, tous ce sont des civils. D'ailleurs, d'autres sont des enseignants, d'autres sont des élèves, d'autres sont des cultivateurs qui cultivaient toujours dans les hauts plateaux de Minembwe. Jeshi linaomba raia wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwapa imani katika operesheni zote wanazoziendesha kwa pamoja na umoja na wazalendo. De rappeler encore à la population de faire autant confiance à son armée et aussi encourager aussi nos VDP que nous appelons communément le Wazalendo, de pouvoir tous ensemble de contrer la menace de l'ennemi et l'agression rwandaise qui ne cesse de troubler la quiétude et la paix de la population à l'est de la République démocratique du Congo. Shirika la raia Sosiko RDC ambalo fuatilia sana masuala ya kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hutoa wito wake kwa makundi mengine yanayoungana na M23 kujiondoa. Upande wa M23 haujasema lolote kuhusu kuondoka kwa vijana wao. Vyanzo vilivyo karibu yao usema hizo ni habari za uongo na za propaganda ya serikali ya Kinshasa kupitia jeshi lake. Hayo yakijiri sehemu mbalimbali za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, usalama bado ni tete. Mapigano bado uripotiwa kati ya M23 AFC na FARDC na washiriki wake wazalendo katika mikoa ya Kivu Kusini na Kaskazini, licha ya mazungumzo ya amani yanayoendelea Doha na Washington. Nam, tukitoka huko Uvira tunarudi hadi Goma ambako viongozi wa AFC M23 wamesema kwa sasa hali ya kiusalama imeboreshwa zaidi kuliko siku zilizopita, hii ikiwa ni baada ya mkutano wa kiusalama ulioongozwa naye Bahati Msanga Eraston, gavana wa Kivu Kaskazini upande wa AFC M23. Huyu hapa meya wa mji wa Goma, Julian Kate. Asante sana bwana journalist. Leo tuko siku ya kwanza, tariki 3 mwezi wa 11 mwaka wa 2025. Tuna zoezi ya kukuja ku guvernora mbele ya mheshimiwa excellence Bahati Erasto Musanga, gouverneur liwali wa jimbo ya Nord Kivu, kukuja kurekapitule, kukuja kuona situation sécuritaire ya mwezi ilifanyika namna gani. Ni kusema resultat ni kwamba précisément dans la ville de Goma sécurité inaendelea kuwa nzuri, lakini na population iko na itemwanye. Ni kusema hatuta baisser les bras, hatutashusha mikono, tutaendelea kuapuye kwa accelerateur kusudi sécurité ikuwe ya kudumu. Ni kusema bwana liwali wa jimbo excellence monsieur Bahati Erasto Musanga anaambia tukumbushe, tuendelee tena kukumbusha population na kuenda kukaribia population kama ile makai izole nyina bakilia wa denonce. Na kudenonce ni kusema kama wananyamaza hatuko wa malaika kujua wako na shida. Wakati wanatuambia tunatatua zile shida. Ndalieni ameomba wakazi wote wa eneo linalodhibiti kuepuka ukabila. Anasema tukumbushe population ya kama tunapashwa combattre kitu kwenye wanaita tribalism, ubaguzi
makabila na chuki, sababu ni kitu kenye kina detruire mutu binafsi na kina detruire vile vile na eneo yenye tunajere, sababu hakuna mutu kudunia bwana journaliste mwenye ameomba Mungu amuumbe ndani ya kabila yake. Ni kusema umezaliwa unapatikana mkabila yenye uko ndani, swate huko Mhutu, swate huko Mtusi, swate huko Munande, huko Mushi, huko Murega, huko Mkongo, huko Mkasai, na unasema unashukuru Mungu kwa ile. Lakini sisi wote tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, lakini ndani ya community ya tribi fulani mtu binafsi ndio anaweza kuwa mbaya, lakini hakuna community mbaya chini ya jua. Ni kusema ile nayo tutaendelea kukaribia population, tutatue shida zake na tuendelee kuongea na population juu tujue population iko na shida gani bwana journalist. Na Rais Felix Tshisekedi Tshilombo amefahamu matokeo ya uchaguzi wa urais uliofanyika katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kumpatia ushindi Daktari Samia Suluhu Hassan. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa Doha, Qatar, ambako aliwasili Jumapili jioni, Felix Tshisekedi alifanya mazungumzo kwa njia ya simu na mwenzake wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye alimpongeza kwa kuchaguliwa tena kwa kishindo. Rais huyo wa jamhuri alipongeza uongozi wa mwenzake na ukomavu wa watu ndugu wa Tanzania. Amemtakia muhula mzuri kwa ajili ya maendeleo ya jamii na kiuchumi na utulivu wa nchi yake. Mkuu wa nchi ameeleza matumaini yake kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nchi mbili zilizounganishwa kwa kijiografia, utamaduni na historia, zitaendeleza na kuimarisha ushirikiano wao wa nchi hizo mbili kwa manufaa ya watu wote. Tukitoka huko tunarudi hadi Butembo, Kivu Kaskazini, ambako wakazi wamelalamikia hali mbaya wanayopitia wafungwa katika magereza mbalimbali, hasa ile ya Kangwangura mjini Butembo, ambako kumeripotiwa vifo kutokana na ukosefu wa chakula na hali mbaya ya kimaisha. Mashirika yenye kutetea haki za binadamu yamesema hali ya wafungwa katika gereza mengi nchini DRC ni mbaya kutokana na ukosefu wa chakula, dawa na huduma muhimu kwa wafungwa. Na tukitoka Butembo tunakwenda hadi Lubero, ambako wanafunzi zaidi ya 15,000 kama vile wa kiprimary kama vile wa kisekondari hawana sehemu ya kujifunzia kutokana na kufungwa kwa shule ambazo walimu wake wengi wameshakimbia vijiji kutokana na mashambulizi ya ADF katika sekta ya Bapere, ambako kwa sasa hakuna usalama. Tangu Jumanne ya Oktoba 28 shule zote zilifunga milango yake kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara katika mji wa Mangurujipa, mji mkuu wa sekta ya Bapere, ambao kwa sasa unashuhudia wakazi wengi wanaokimbia makazi yao wakikimbilia sehemu za usalama. Babia, mkuu wa kiongozi wa shirika jipya la kiraia, amesema kwa sasa wanafunzi wengi wamesambaratishwa kutokana na mashambulizi ya watu wanaodhaniwa kuwa ni ADF. Etumba Babia ameomba serikali ya Kongo kujikita hasa katika swala la kuwezesha usalama wilayani Beni na Rubero, Kivu Kaskazini, pamoja na wilayani Mambasa na Ilum mkoani Ituri, mashariki mwa Kongo. Jina yangu Etumba Babia mali ya bwana coordinateur ya Nouvelle Société Civile secteur de Bapere. Kwa maana yake secteur ya Bapere, yani Mangurujipa, inakumbwa na msukosuko ya defenalu. Inasababisha pale hata kwa chef ya secteur de Bapere izuie activite ya masomo, sababu watoto mingi wanaogopa sababu wa ile msukosuko, sababu walitokea kwanza Malunguma unako shule ya Sebeka Malunguma kwenye kuko ferme ya bwana Mulewa, alafu walikuya mpaka kukuya kutwala na dawa pale Malunguma. Ile ilisababisha njia ya masomo watoto kusambarikana. Sasa ni kitu gani kitafanyika? Bosi tunaona ni kualerte gouvernement kuleta nguvu, kuele nguvu inyiko pale, na wazalendo wenyewe wakuwe pale, wenyewe wako Mangurujipa wote grupe mbalimbali wakuwe angadre mabo ikuwe mzuri, wakamate VDP, wakamate vile FARDC, wakuwe na mamwaye ya kupigana vita hivi, waweze kufuatilia adui sehemu yote kwenye iko, sababu wako wana shida moja. Wakati wanapopigana adui anaingia kupori, wanakuwa na njaa. Sasa njaa, chakula iko nafika mingi ya kusaidia watu, aloro inalomba wapate mamwaia kuivakili machakula yote, saa vile na mamoto fasi njia barabara haiko, usudi wa askari wapate chakula wepesi ya kutosha. Hadi sasa hali ikoje? Bwana journaliste, asante. Donc madini walifika kusiti minia pale
Gwado, wakafika Pangoi, wakazunguruka pembeni ya Mangurujipa, wakafika pale Yambia ya na pembeni ya ferme ya bwana nani Baini. Aloro, ile vita walirudia wakati wote, ilisababisha woga sana musektere Bapere. Aloro, wakaaji ya mugini wanakumbwa na woga sana, hata wamingi wanakuya Butembo wako wanateseka saa hii, na wamoya wenye wako wanafunga roho wako Mangurujipa. Watakula nini? Watapata chakula itatoka wapi? Na dawa itatoka wapi? Na inasababisha wanafunzi kuhangaika, wakimbie huku na majamaa mingi saa hii wako Butembo, wanakosa hata pesa kulipia manyumba. Si kama tutalilia mtu gani? Hivi tuko na FARDC iko ndani ya pori, FARDC iko Mangurujipa na grupe mbalimbali, inalomba angadrema wakati wote waongeze vile na efektife idadi ya FARDC kwe mingi, sababu wa kukontrole sektere ya Bapere, sababu iko komboze na si groupement. Alors ile fasi yote adui alikuwa amemiliki fasi yote paka alifika kwa hatua kukuya kuatake chefulia ya sektere, yaani kusandre pale Marunguma na kusebeka pale kujikuku STT na ekole primaire yote, inakuwa shida watoto kusoma. Ifahamike kuwa tangu Septemba 8 shule zilisimamishwa kwenye vijiji vya Kasenye, Ntoyo na Masisi baada ya mauaji ya watu zaidi ya 70 kwenye kijiji cha Ntoyo. Wakazi kwa sasa wakiwa hawana tumaini la kuishi kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara karibu na Mangurujipa, wakiwa wamelazimika kuhama, wengine wakielekea njia panda na wengine katika mji wa Butembo. Bei ya usafiri na vyakula ikiongezeka zaidi. Kuondoka Mangurujipa hadi Butembo mwendo wa kilomita 100, wakazi walazimishwa kulipa dola 30 hadi 50. Hali ya kiuchumi ikididimia kutokana na kushambuliwa kwa mashamba na eneo la uchimbaji madini la Pangoi Muhanga, eneo linalozalisha chakula na kuinua uchumi wa wakazi wa Mangurujipa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amesifu ustahimilivu wa watu wa Kongo kwa juhudi na uvumilivu wao wanaokuwa nao. Akizungumza mbele ya mkutano wa kiuchumi hii leo Jumanne ya Novemba 4 mjini Doha katika taifa la Qatar, Felix Tshisekedi amesema licha ya zaidi ya miaka 30 ya vurugu na mashambulizi ya utumiaji silaha na watu kupoteza maisha na wengine kuhama na kukimbia makazi yao, bado wakazi wengi wana matumaini ya kuishi. Tshisekedi amesema hayo akizungumza kwenye mkutano wa pili wa maendeleo ya dunia ulioandaliwa chini ya mwamvuli wa Umoja wa Mataifa. Katika hotuba yake, mkuu wa taifa la DRC aliwasilisha mageuzi yaliyofanywa na nchi yake ili kuondoa umaskini na kukuza ushirikishwaji wa kijamii. Hatua hizi ni pamoja na huduma ya afya kwa wote, elimu ya msingi bila malipo, mpango wa maendeleo kwa wilaya 145. Msikilizaji na mtazamaji, hadi hapo ndo tunatamatisha taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandalia taarifa ya habari, mimi ni Tryphon Odas nikiwa hapa magharibi mwa Tanzania mkoani Kigoma. Hadi wakati mwingine, asante na kwaheri kwa sasa.